tukaishi pamoja na Shizo hapo. Naamini kidogo utakuwa shehe pale, bwana, kanzu nini, utachoma ubani, atakuwa mke wangu kabisa wa halali. Kwa hiyo si vyema bwana pita hivi muone shemeji yako, wewe ndugu yangu bwana. Sawa ndugu yangu, kwa kuwa umeniambia tufike nyumbani, haina shida. Si unajua mambo yetu tena vijana. Tusije tukakutana tena na shemeji huko njiani, tukaanza kulopoka tena mambo yakaingiliana. Si unajua mimi na wewe ni ndugu. Sawa, tutoke. Dunia hada inanicheza, kila nikigeuka kuna majaribu. Nimechoka kidogo, moyo unasita, lakini bado ninasimama nikiwa hai. Mimi si mkamilifu, najua hilo. Maji yakipanda siwezi kuzama, nashika tumaini usiku kizidi. Ninakuita sasa, au nisikie? Mungu nipe nguvu, nipe ujasiri, nivuke haya yote, nisivunjike leo. Shizo, karibu kae. Karibu ndugu yangu. Asante. Nishakaribia. Sasa kama nilivyokuambia, huyu ndo mpenzi wangu, anaitwa Nora. Nora. Kama nilivyokuambia nina malengo naye. Nampenda sana. Kwa hiyo hivyo muda so mrefu tafanya process awe mke wangu kabisa. My dear, anaitwa Shizo. Ni rafiki yangu wa kitambo sana. Kwa hiyo nimeamua kuja naye leo mradi aje kukuona. Sawa. Karibu shemeji. Asante sana shemeji. Okay, sasa ndugu yangu, Dar es Salaam kama unavyojua joto kali. Si unakunywa kinywaji gani ndugu yangu? Mimi ndugu yangu ningepata maji tu. Sio soda? Soda ndugu yangu mimi sio vitu vyangu. Ni maji tu. Si unajua Wasukuma sisi. Jembe maji. Okay. Sasa ngoja niingie dukani hapa mara moja. Bwana haina shida ndugu yangu. Sasa hivi. Haina shida. Unaenda wapi? Unaenda wapi nakuuliza? Yaani katika wanaume na wachukia, wewe namba moja. Sijui unanielewa? Hivi kwa nini uliamua kunifanyia vile? Nilikukosea nini hasa mpaka ukaamua kunifanyia vile?
Yaani mimi naishi maisha yangu kwa mashaka kwa sababu yako wewe mwanaume wewe. Kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Mimi nilikuja kwa wema, kukuheshimu, nilijali. Nilijua ni mwanaume ambaye utakuwa wa tofauti, kumbe ni mshenzi kama washenzi wengine. Tulia mpenzi wangu. Nani mpenzi wako? Kama mbwa wewe. Ndi mpenzi wangu. Unajua ile haikuwa dhamira yangu. Ule ni mpango wa kazi na ni mission kama mission nyingine. Kwa hiyo unavyonilaumu kama hivi, unakuwa unakosea. Wewe ni mwanamke ambaye umenionyesha utamu wa tofauti sana. Na ndio maana kila ninapokaa na kufikiria sana. Na nakupenda kweli. Wewe ni mwanamke wa kipekee sana. Na unajua nilivyo date na wewe, nilikuwa nachukulia kawaida. Lakini kwa sababu ulikuwa ni mpango wa kazi. Sikiliza nikwambie kitu mtoto mzuri. Kwa kuwa sasa hivi mume wako nimekuja naye na ametoka. Nilikuwa naomba unipe ule utamu kama ulionipa siku ile. Bila kutumia nguvu yoyote. Wewe ni chizi Mwenda azimu, si ndio? Yaani mimi nifanye tena ushenzi ule na wewe. Kumbuka ulinifanya bila ridhaa yangu. Ukanipiga picha. Ukachukulia madhaifu yangu yale kunifanya mimi nisiishi kwa amani. Alafu tena na leo tena mimi nifanye na wewe tena. Haiwezekani na haitokuja kutokea. Sikia nikwambie kitu mrembo. Unajua mimi Steve ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Na hata hii mission sijajua kama unakuja kuifanyia hapa. Kwa hiyo basi, kama hautafanya kile nitakachokwambia, nitamweleza Steve ukweli wote unaohusiana na wewe. Fanya kile nitakachokwambia ili tumalize ya mambo. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Kwani wewe hauna ndugu wa kike? Hauna dada wewe? Hauna mama? Mbona unanifanyia unyama kila siku? Hauna roho ya binadamu lakini. Inaniambia endelea mbele. Nikikata tamaa unaninua. Nikiomba yomba. Maliki vipi? Salama ndugu yangu Steve. Mambo anasemaje? Fresh kabisa ndugu yangu, umepotea sana. Nini shida? Ni kweli Steve unachosema. Unajua toka shemeji yako avonizingua, nikaona niachane tu na masuala ya mapenzi, niangalie mambo mengine kwa sasa. Lakini niseme pia umewaza vyema. Kwa sababu siku hizi wanasema mapenzi pesa. Na hii ndio hali ambayo inatutesa vijana wengi sana. Tunapenda vizuri hali ya kuwa hatuna chochote. Kama umeamua kupambana hivyo nafikiri ni jambo jema zaidi kwa sababu hawa wanawake wapo tu. Na kila siku wanazidi kuzaliwa wapya. Kwa hiyo mimi nafikiri bado tuna nafasi ya kutafuta pia. Ya ni kweli. Vipi nawe ndugu yangu na shemeji? Mambo yenu bado yanaendelea ama kidogo mambo yamekaa sawa? Kuhusiana mimi na mpenzi wangu nafikiri kila kitu kishakaa sawa. Kwa sababu anakuambia vinagongana vikombe kwenye kabati sasa sisi binadamu. Jambo la kumshukuru Mungu ndugu yangu. Kama mmefikia huko mimi naona ni kitu kizuri sana. Ulikuwa unakuja nyumbani au? Hapana, kulikuwa na sehemu naelekea ila nilikuwa nafikiri baadaye nitapita hapo kwako. Sawa, hamna noma. Naingia dukani kwanza hapo nachukua maji. Basi pamoja ndugu yangu. Haya poa Maliki. Dunia hada inanicheza, kila nikigeuka kuna majaribu. Nimechoka kidogo, moyo unasita, lakini bado ninasimama ikiwa hai.
siku zama, nashika tumaini usiku kizidi, ninakuita sasa au nisikie. Mungu nipe nguvu, nipe ujasiri, nivuke haya yote, nisivunjike leo. Ndugu yangu, mbona jasho kama hivyo? Maana ungechelesha kuniletea maji, ungenikuta nimezima. Karibu sana bwana, najisikia upo nyumbani ndugu yangu. Mimi ndugu yangu naomba nikuache. Maana kuna sehemu inabidi niingie hapo. Ila uzuri kwa sababu nimeshapajua nyumbani na umenitambulisha shemeji, nimefurahi sana. Hakika nisiposema asante nitakuwa ni mchoyo wa fadhila. Utaniona sana ndugu yangu. Na kwa sababu nishapajua nyumbani, ushanitambulisha shemeji, nishamfahamu na nyumbani ndo hapa. Utaniona mara kwa mara na kuwa nakutembelea hapa. Okay, basi sawa. Ngoja nikutoe ndugu yangu. Nashukuru sana ndugu yangu. Haya. Nikiomba yumba unishika tena, nitaimba hata nikitetemeka, kwa sababu wewe uko hapa. Mungu nipe nguvu. Mpenzi wangu, namsindikiza mgeni mara moja anakuja. Sichelewi sawa? Bwana, mimi nisiende sana. Ngoja mimi niishi hapa bwana. Si unajua shemeji yako yuko mwenyewe kule nyumbani. Ni kweli ndugu yangu. Mimi niseme kitu kimoja rafiki yangu. Kwanza nikupe hongera. Nimefarijika sana kukutembelea nyumbani kwako. Na hii ni kama imekuwa bahati pia kwa sababu bila kunionyesha shemeji huenda ningekutana naye barabarani nisingeweza kumtambua. Kwa hiyo nikupe hongera kwa jambo lolifanya. Unajua wakati unaniambia kule nilikuwa siamini. Ndio maana nikashangaa sana, nikasema Steve, mawenge yote yale umefika stage umeamua kutulia na mwanamke. Kwa hiyo binafsi nikupe maua yako, nimependa. Lakini pia samani, lakini ndugu yangu, shemeji ni kabila gani? Ni mtu wa wapi? Ni watu wa Tanga. We, ni watoto wamweza? Kaka una balaa sana. Una balaa sana kwa sababu nadhani utakuwa umepata mke mwema sana. Na ni mwanamke ambaye nimeona ana vigezo vyote vya msingi vya kuwa na wewe. Shizo bwana. Mambo mengine ni mipango ya Mungu tu kwa sababu unajua hawa watoto wenyewe siku hizi hawatabiliki. Unaweza kumuona na tabia nzuri, ukaridhishwa nayo kwa muda mfupi, lakini ukasikia kesho tumeachana. Bwana. Wanabadilika kaka. Bwana, si unajua tena. Kaka usiseme hivyo. Hayo mambo ya Mwenyezi Mungu tu, lakini kwa jinsi ninavyomuona shemeji, utulivu wake, anaonyesha ni mtoto mwenye maadili sana.
Basi sawa ndugu yangu, tuombe uzima kama unavyosema. Pengine Mungu anaweza akajalia tukaishi miaka 1000. Sawa. Ngoja bwana mimi nikuache ndugu yangu. Basi kaka, haina shida. Haya. Ina maana kumbe yule ndo mpenzi wake Steve? Mbona najikuta nazidi kumpenda huyu binti? Mwanzo ilikuwa ni dili tu, lakini najikuta nazidi kumpenda siku baada ya siku. Nitahakikisha Steve nakula naye sahani moja, yaani mpaka kieleweke. Hii haishi mpaka ishe. Okay, ngoja tuone mchezo inakuaje. Nakupenda sana, wewe ndo furaha yangu, moyo wangu unashindwa kuwa mbali. Vipi mpenzi wangu? Mbona kama uko sawa? Shida nini?